tunayoishi sio ya kwetu. Tunaishi maisha yaliyobandia kwa sababu kile cha kwetu tulikiharibu, kile cha kwetu tulipoteza. Haleluya! Ni sawasawa na baba anajenga nyumba, ananunua viwanja 10, alafu vile viwanja 10 viko pale pale. Wakati akiwa anaviendeleza, vile viwanja vilikuwa vina matunda aina yote, vile viwanja vilikuwa viko vizuri, lakini hatimaye vile viwanja, baada ya kuondoka, vile viwanja vikaota manyazi, vile viwanja vikaharibika, vile viwanja vikakauka, hata vingine tukasema hata tujui viko wapi, lakini tunaweza kulia tukasema tuna njaa. Kama unanielewa? Lakini tutakapotambua kuna viwanja, kuna mashamba ambayo baba aliweka, aliacha. Kuna vitu ambavyo baba aliacha, tunatakiwa tuende tukavinyanyue na kuviendeleza. Tutainuka katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Kwa nini kitabu kile cha Mwanzo, ngoja turudi kwenye Mwanzo. Tukitaka tujue na tuwe na wivu wa kusimama mahali palipobomoka. Sikiliza, hata upako unaotembea nao, hata nguvu unaotembea nao sio nguvu yako. Unanielewa? Kwa hiyo leo ukisimama hapa palipobomoka, hautatumia nguvu kubwa kupiga hatua. Haleluya. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 26 ya kwanza mstari wa 26 hadi 28. Tusome mstari miwili. Na tutasoma mstari ya haraka haraka ili leo uone wivu wa kusimama mahali palipobomoka. Kwa nini nakuambia wewe usimame mahali palipobomoka? Mahali palipobomoka hakuna mtu mwingine atakayeweza kupajenga isipokuwa ni wewe. Sibidi nielewa Amina. Ni mfano na baba aliye na ndoa yake. Akiibomoa ndoa yake kwa mikono, hata kama watu wengine watakuja watamshauri, hataweza, hakuna yule hataweza kujenga. Hadi yeye amue kusimama tena, amue kupajenga tena pale. Ataanza kuona furaha ya ndoa yake. Ataanza kuona amani ya ndoa yake. Eti kuna mtu mwingine ataweza kujenga? Hakuna. Utaanza kuambia watu ndoa ni mbaya, lakini ndoa sio mbaya. Wewe ndio ulifanya nini? Umebomoa. Soma haraka, yuko hapo nasema. Angalia. Nataka leo kasema kubomoka, hiyo ni mahala pa uchumi, simama. Hiyo ni wapi? Simama. Na leo Mungu anakupa mafuta mapya ya kwenda kusimama. Soma chap kwa sababu na maandiko mengi kidogo. Mwanzo 1:26. Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa sura yetu. Na kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini. Na wakatawale samaki wa baharini. Na ndege wa angani. Na ndege wa angani. Na wanyama na nchi yote pia. Na wanyama wa nchi yote pia. Kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Kila chenye kutambaa juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke. Aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia. Zaeni mkaongezeke. Mkaijaze nchi. Na kuitiisha. Mkatawale samaki wa baharini. Na ndege wa angani. Na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Viumbe vyote. Mungu akasema. Tazama nimewapa kila mche utoao mbegu. Tazama mimi Mungu niliye mkuu wote, nimewapa kila kitu kinachotoa mbegu. Ulio juu ya uso wa nchi yote pia. Vilivyo juu ya uso wa nchi yote pia. Na kila mti ambao matunda yake yana mbegu. Itakuwa ndivyo chakula chenu. Na chakula cha kila mnyama wa nchi. Na cha kila ndege wa angani. Na kila kitu kitambaacho juu ya nchi. Chenye uhai. Majani yote ya miche. Ndio chakula chenu. Ndivyo vyakula vyenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu. Alichokifanya na tazama ni chema sana. Ikawa jioni ikawa asubuhi. Siku ya sita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maandiko anasema Mungu akamuumba mwanadamu, lakini kwa nini anamuumba mwanadamu? Anasema anamuumba mwanadamu huyu aende akatawale, aende akamiliki. Kwa hiyo mwanadamu alipoumbwa, Mungu akajua mwanadamu anahitaji kula samaki. Kwa hiyo Mungu akaumba samaki kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hiyo samaki hakuumbwa, aliumba ili mwanadamu akamle. Kulikuwa hakuna wanyama wakati alipomuumba mwanadamu. Mungu akajua mwanadamu atakula nyama, akaumba ng'ombe ili ale, akaumba tembo, akaumba
uende ukaitawale. Amen. Mwanzo wa pesa. Amina. Alafu andiko anasema Mungu akaona vitu vyote alivyoviumba ni vizuri, alafu kisha Mungu akavibariki, alafu Mungu akafurahi akasema nimemaliza kazi yangu. Mwanzo wa pesa. Amen. Kwa hiyo vitu vyote, sikiliza, kila kitu unachokiona hapa duniani, hakuna kitu kilichokuja kizagae. Yaani Mungu vitu vyote, ukiona gari, kwa sababu mwanadamu, Mungu amejua kuna mwanadamu anataka kupanda gari na akaliumba, akalitengeneza, akampa ufahamu gari lije duniani kwa ajili ya mwanadamu. Unapoona ndege zingekuja kama zilizokuwa na mwanadamu anayetakiwa kupanda. Sinielewa. Amina. Yaani chochote unachokiona hapa duniani kimewekwa kwa ajili ya mwanadamu, lakini Mungu hakuchagua. Amesema nikamuumba mwanadamu kwa sura na mfano wangu, alafu nikamwandalia, nikajua mahitaji yake, alafu nikamwandalia, nikampa, nikambariki, alafu nikamkabidhi, nikamwambia nenda ukitawale, nenda ukavitumie. Amina. Mwanzo wa pesa. Amina. Mwanzo wa pesa. Amen. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza, ya pili, mstari wa kwanza hadi wa 3. Sikiliza. Soma cha Mwanzo wa pili mstari wa kwanza na wa 3. Basi mbingu na nchi zikamalizika. Basi mbingu na nchi zikamalizika. Na jeshi lake lote. Na jeshi lake lote. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote. Na siku ya 7 Mungu akamaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7. Akastarehe siku ya 7. Akaacha kufanya kazi yake yote. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7. Mungu akaibarikia siku ya 7. Akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Katika siku hiyo Mungu naye aliamua kustarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote. Aliyoiumba na kuifanya. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi vilivyo. Kwa hiyo Mungu baada ya kuumba akamaliza, na Mungu naye akaamua kustarehe. Haleluya. Amen. Sema Yesu nipe na mimi kustarehe. Yesu nipe na mimi kustarehe. Nimechoka kuhangaika. Wanaweza pesipa. Amina. Alafu anakuambia hivi, eti ukibarikiwa ukistarehe ukienda kula kakuku mahali umekaa kwa furaha, eti anakuambia ni kama Mungu mwenyewe alimaliza naye akastarehe, akaandika akasema nimemaliza kazi. Amen. Haleluya. Amina. Wanaweza pesipa. Amen. Watoto wa Mungu lazima tujue haki yetu. Anasema baada ya kumaliza Mungu akafanya nini? Akastarehe. Sasa wewe umeshasomesha watoto wako, Mungu amekubariki. Kwa nini usistarehe? Kwa nini uendelee kuhangaika tu? Amina. Haleluya. Amen. Mungu amekupa, amekubariki, amekufungulia mlango, umejenga kajumba chako. Alafu watu wakikuona na starehe, wanaweza kusema angalia yule. Mungu hajasema tukimaliza mambo yetu